mrefu na watoto. Na baba wa siku hizi nao wanafanya mazungu, wataki kupiga watoto. Yaani siku hizi zamani ilikuwa baba ndio wakati, siku hizi mama ndio wakati. Tutengenezeni kizazi na jamii kuwa bora. Tengenezeni malezi mazuri ya upendo kwenye familia. Mama mlete mtoto wako vizuri, mapenzi yawepo na ukali uwepo. Mtoto siku hizi anakuwa darasani wa 70, mama anatoka. Hebu tuone wa 70 katika 90. Mama atashtuki. Zamani sisi tunapigwa, tunasemwa. Leo mtoto alikuwa 70, kesho anabebwa na gari kwa kumlea. Kumesema ni free na kwa zawadi. Lazima malezi mazuri yanatokea nyumbani. Kina dada, kina mama, wadada hasa wenye umri wa ujana ambao kwanza wanatengeneza familia. Tengenezeni familia zenu kwenye malezi bora. Malezi bora ni kama haya tunasema. Kwenye wakali tunapohitajika wakali. Kenya watoto, mama una mwezi mtoto wako darasa la kwanza wa kike, haujamwonyesha mwenyewe. Unamwachia dada. Uongo? Sio mambo ya stress. Sasa unajua mtoto wako anaendeleaje? Yuko salama? Tena muda kumwonyesha mwanao mwenyewe, unamkagua pole pole. Alafu unazungumza naye, unampa elimu. Kuna mama hapa kaniuliza, kuna mama hata mimi mwanae kuonyesha nini? Ni dada wa kazi. Kuna mmoja bado anasema tumechukua muda mrefu sana kutenga kwenye shughuli za kidunia. Asubuhi mtoto anaamshwa siku hizi. Anaamka mtoto, mama anamwamsha, anamwachia kwa kazi. Ndio kazi mama anamwamsha. Mama umelala. Hujui mtoto wako ameonyeshwa vizuri. Hujui mtoto wako ameandaliwa vizuri. Hujui mtoto wako amenyeshwa uji asubuhi vizuri. Kuna majukumu ya mama, kuna majukumu ya dada ya kazi. Siku hizi tunasahau yote mnampa dada ya kazi mpaka kusafisha chumba chako. Na kusafisha dada ya kazi. Matendo mengine tunayatengeneza wenyewe. Dunia imetwalaa. Ndio wakati wa makuzi wangu nazaliwa mpaka nafika sehemu mwana dada ya kazi kwanza kusafisha chumba kwa mama. Na ndio maana mama wamefika na wake kwa kawaida. Siku hizi watoto kwa pamoja kuroba tihani. Juzi tunaongea na mtu mmoja yuko hapa, anambia siku hizi ndoa za siku hizi kifikisha mwaka wanafanya sherehe. Lakini kwa sababu ya malezi, wewe ungeelewa vizuri na wazazi wako, ungeona wazazi wako utamaduni. Wewe bado unasema ili tuwe na viongozi bora, tuwe na walimu bora, tuwe na mashehe bora, wachungaji bora. Lazima tusimame imara kimalezi. Nashukuru kwa kupata fursa hii. Namshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ametoa neno zuri sana. Kiukweli vijana wengi tulikuwa hatujapona. Kupitia neno lake tumepona. Na asubuhi tulikuwa tunapotezwa. Wakina mama tunaogopa asubuhi hapa walikuwa wanatupoteza. Kupitia neno la Mkuu wa Wilaya tumeamka, naamini na wao wamechukua haya maneno na watayafanyia kazi. Haya aliyoyaongea Mkuu wa Wilaya tusiache yakapotea bure. Yasije tukawa tumeyasikia yakapita kwenye sikio la kulia yakatoka kwenye sikio. Tukayafanyie kazi, tukawe walezi bora ili tuweze kujenga familia bora kama anasema Mkuu wa Wilaya, ili tuwe kielelezo kwa familia, kwa jamii, hata kwa wilaya yetu. Kwa mimi nichukue fursa hii kuwakumbusha tena wanawake wenzangu tuyapokee
yetu. Wanawake oye! Wanawake safi! Kwa hiyo kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi tuseme hata hiyo tarehe 6 ambayo ni kesho kutwa itakuwa ya moto sana, kwa sababu tutaamka kivinginevyo. Mkuu wa Wilaya oye! Mkuu wa Wilaya safi! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kina mama hoye! Yaani kwa kweli tumepata mbolea iliyo bora, mbolea iliyo bora zaidi, hasa kwenye masuala ya malezi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, napenda kurudia maneno uliyoyatamka ili darasa lako lionekane kwamba tulikuwa tunakusikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi alisema kwamba msiwaendekeze watoto, muwaelekeze.